Naitwa Janet Njau. Mimi ni mkulima wa shamba la migomba. Nimefanya kilimo hiki zaidi ya miaka 40. Mwaka 2022 ugonjwa huu uliingia ndani ya shamba langu na uliathiri zaidi ya migomba 2000, ikafa yote. Mpaka sasa hivi hatuna tena migomba. Kwa hiyo changamoto tuliyopata katika kwamba hatuna tena chakula, hatuna, uchumi umeporomoka. Mimi sijapata changamoto ya ugonjwa wa fungashada ya migomba, na leo nimepata mafunzo kuhusu hicho kidudu cha fungashada ya magonjwa ya migomba. Nimefurahi kupata mafunzo kwa sababu nitakuwa na tahadhari kuhusu huo ugonjwa wakati utakapotokea, kwa sababu tumepata habari kwamba maeneo mengi tayari yameshaathirika, lakini sisi kwetu haujafika. Kwa hiyo pindi tu hiyo athari zitakapoanza kutokea, sisi tayari tumeshapata mafunzo. Kwa hiyo tunaweza kuona kwa haraka na kwa mapema ili tuweze kujisaidia kwa ajili ya kulinda migomba yetu. Kwa hiyo nimejifunza tahadhari, hata kama nilikuwa na mpango wa kuchukua migomba sehemu moja kuhamisha kwenda sehemu nyingine, sasa hivi nina tahadhari kwamba sitaweza kuchukua tena mgomba na kuotesha kwa sababu ya hii changamoto ya ugonjwa wa fungashada ya migomba. Tahadhari ya pili ambayo nimejifunza, ambayo pia nilikuwa sijui, kwamba mgomba unapigwa dawa, unapigwa sindano. Lakini leo nimefurahi kuona wataalamu wakituonyesha live jinsi ambavyo tunaweza tukachoma migomba yetu sindano kwa ajili ya kuteketeza magonjwa. Lakini pia nimefurahi kwamba wametupa mbinu mbadala ambayo kwa mkulima ni nyepesi, ya kutumia sabuni kwa ajili ya migomba yetu. Kwa hiyo tunaweza tukatumia pia sabuni kama kinga katika migomba yetu wakati inapopata athari. Kwa hiyo nilikuwa sijui kama ninaweza kupata kitu ambacho kitakinga migomba cha rahisi, yani kupata kwa rahisi namna hiyo, kama kupata hii tuambiwa kwamba sabuni inaweza kuwa kinga ya migomba. Mafanikio ambayo mimi naweza nikasema mpaka sasa hivi tangu kuingia janga hili na kupitia elimu ambayo nimeipata, ni kwa baadhi ya wakulima ambao wameadapti kile ambacho nilikuwa na watrain. Wako ambao walikubaliana na mimi na wakaamua kuchukua hatua za kudestroy ile migomba yote ambayo imefanya nini, imeathirika. Wachaga sasa ndizi ni zao letu kuu, lakini sasa tunalifanya kama zao la biashara. Mwanzo ilikuwa kama zao la chakula, sasa ni zao la biashara. Tusipoweka mikakati mikubwa ya kudhibiti ugonjwa huu, kwa kweli ni madhara yake ni makubwa sana. Moja, tumeweka azimio kwamba tutakwenda kutunga sheria ndogo ambazo zitakuja kwa wataalamu wetu. Kwa mfano, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira. Nitakapofika tu kwenye kamati yangu na kwa mkurugenzi, nitamshauri kutumia wataalamu tulionao kuhakikisha kwamba tunapita kutoa elimu kwa jambo hili. Lakini tutatunga sheria ndogo ya kuhakikisha kwamba hakuna mtu anayehamisha mgomba kwenda kutoka eneo moja kwenda kwenye eneo jingine. Lakini migomba yote ambayo imeathirika lazima ing'olewe ili kuepusha kuambukiza migomba mingine ambayo bado ni salama. Mimi nisingepewa hii semina na kuja kuhakikisha kwa macho, ingekuwa vigumu kuniambia mimi ning'oe, kwa sababu ningeweza nikasema kwamba wewe unaniambia kwamba ning'oe mashina yangu, kuna ugonjwa ambao tayari umeshatokea na mimi bado sijauona. Kwa hiyo kwa sasa hivi nimeshauona na nikagundua ni ugonjwa hatari na unaweza kusambaa kwa kasi kubwa, basi mimi kwa sasa hivi kunishauri kwamba ng'oa, ugonjwa tayari umeshaingia na wataalamu, na kwa kuwa tayari nimeshaona na ng'oa. Banana bunch stop disease is a transboundary disease. It cross borders. So since the onset of BBTV in Tanzania, and it was also reported in Uganda, we thought that to manage it effectively, we needed to collaborate. So in this collaboration, we also invited Kenya, where the disease is not yet, so that they can start preparing themselves, because they are at risk, as their neighbors have already seen the infection of this disease. So collaborating for East African communities is very, very important in order to have effective management of BBTV. Diseases, pests do not require a visa to cross a border. So we're trying to maintain, where there's no infection yet, we're trying to maintain disease-free zones. So encouraging farmers also not to move material, diseased or infected material within the country.